Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni siku ambayo Mungu ametupa neema na upendo wake katika maisha yetu. Mungu awabariki sana wote ambao mnanifuatilia saa hii. Mungu awape nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuende mbele za Mungu. Kuna jambo hapa tulitazame, litakusaidia sana. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa majira na wakati huu. Baba, tunapoenda kulitazama neno lako na mambo haya, Mungu tunaomba utusaidie. Fungua akili zetu, mawazo yetu yapate kutamalaki katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu yangu, ni siku ambayo Bwana ametupa neema na kibali. Basi wakati tusipoteze muda, na mambo naweza kukushare na wewe, yatakusaidia sana. Nikupe ramani ambazo zinaweza kukusaidia, ramani ambazo zitakusaidia ukaona neema ya Mungu juu yako, kutembea katika ramani ya Mungu, ramani za Mungu. Kuna vitu ambavyo unaweza ukavifahamu hapa, jinsi ya kutembea katika ramani ya Mungu. Kitu cha kwanza kabisa, ili uweze kutembea katika ramani ya Mungu, kitu cha kwanza ni kuepuka dhambi. Dhambi ndio sababu inamfanya mwanadamu asiweze kumwona Mungu, na shetani hutumia uhalali wa kumwingia mtu. Dhambi ndio inafanya mwanadamu kutawaliwa na shetani. Lakini mwanadamu akiepuka dhambi, kuacha dhambi za dunia na kumfuata Yesu, hiyo ni hatua ya kwanza ambayo itamsaidia katika mambo yake yanayomtesa, aidha ni kwenye maisha, aidha ni magonjwa. Dhambi, epuka dhambi. Hatua ya pili, kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba kutamsaidia mtu kuvuka hatua moja na kupanda hatua nyingine. Hapo shetani ataanza kuondoka taratibu na kukuachia, kama utafuata ramani hizo mbili, kufunga na kuomba kila siku. Mtengee muda wako wa kufunga na kuomba, Mungu atafungua njia zako. Hiyo ni ramani ya pili ya kutembea katika njia za Mungu. Ramani ya tatu ni kuheshimu ibada. Ibada inapotangazwa kanisani na mtumishi wa Mungu, ni lazima uwe mtiifu. Unakubali kuwa mtiifu, unanyenyekea, unawahi ibadani. Ikifika siku ya ibada, wewe unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kufika kanisani kuliko mwingine. Hiyo ni ramani ya tatu. Ramani ya nne ni kumheshimu mtumishi wa Mungu. Anapotangaza vipindi vya kanisani, ibada za kanisani, lazima umheshimu mtumishi wa Mungu ambaye amewekwa na Mungu, ambaye ni mtumishi wa kweli. Hizo ramani ukizifuata, hakuna shetani atakusogelea. Ramani ya tano, kama sikosei, kumheshimu Mungu. Lazima umheshimu Mungu na kuonyesha shauku ya kupenda Mungu, kumtafuta Mungu kila siku. Hakika utaona uwepo wa Mungu katika maisha yako. Baraka za Mungu utaziona katika maisha yako. Kila kitu ambacho ulikuwa unakiomba kwa muda mrefu kitafunguka. Usipende sana kuombewa kila siku na watumishi. Tenga nafasi ya kujisimamia wewe mwenyewe, kuomba, kumtafuta Mungu, na Mungu atafungua njia zako. Lakini ukiendekeza sana kuombewa, itafika siku mtumishi apatikane, unafanyaje? Lakini ukitenga muda wako, Mungu atakusaidia. Hizo ni ramani na njia ambazo zitakusaidia. Ukitembea hapo, utaona mkono wa Mungu. Mungu awabariki sana. Usiache kusubscribe channel hii na kucomment kile ambacho umebarikiwa nacho
Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.